wasichana na watoto walikuwa wananishangilia. Naamini ya kwamba hata siku ya leo Bwana wa majeshi amenituma katika mchi ili Mungu nikanena hili neno na likapata kuingia ndani ya mioyo ya watu wako, ikaokoa watu wako kutoka ndani ya dhambi zao. Asante Yesu kwa sababu utanena pamoja nao. Nikienda kuongea Jehova, nitakuwa tu chombo cha kuongea, lakini utazungumza na watu wako ndani ya roho zao, wakakata kauli ya kumtumikia huyo Yesu aliyetumwa. Bwana asifiwe. Basi najua ya kwamba Mungu aliona ni vizuri wakati aliumba Adamu na Hawa akawapatia mamlaka. Wakati Shetani aliangalia akaona mamlaka waliopewa ilikuwa imemshinda. Shetani akatafuta mbinu, akatafuta maarifa, akaingia kwa Adamu, akamwambia Adamu, wewe uliambiwa mambo ya uongo. Huyu Mungu hakuwa anakupenda, ndio sababu akakwambia usikule tunda kama hili, maana ungekuwa na akili, ungekuwa na hekima kama yeye. Kwa hivyo Yesu Mungu ambaye anapenda. Adamu akasikiza wakati mkewe anamwambia, nimeambiwa hili tunda ni safi tukule. Adamu akakubaliana na mkewe, wakakula tunda. Ile mamlaka Mungu alikuwa amepatia Adamu na Hawa, wakaishi bila kitu kuwatatiza. Ile nguvu ikawaishia. Nasema kinguru Nyasaye tata na Hawa, Shetani akabaura, akabatira bosa. Nakikiaga yate kawa Nyasaye chikubatari ya chizo cha maragoba. Kawabwari Adamu ngaimore wakamatavia iwatuirisa hawatuiribogota iwatuirisa tuwalenda kuchuru sana ime ino mwana yetu yora kalabori ya mwalile litunda na rokane ti Adamu. Adamu akaambiwa na Mungu, usikule ile tunda, maana siku utakula utakufa. Wakati amekula lile tunda, upungufu ikamuingia. Kinguru Nyasaye mwete ama mweke Nyasaye mwete ekamutiga. Kinguru kiri kigatama kigatiga Adamu na Hawa. Adamu wakahangaika kwa muda mrefu mpaka wakati mkutano ulifanyika kule mbinguni. Wacha niwaambie, wakati mkutano ulifanyika mbinguni, Mungu Yesu Roho Mtakatifu wakafanya mkutano, wakasema ni nani tutakayemtuma akomboe mwanadamu.